Watanzania wengi wameuawa kwa maelfu. Lakini bahati mbaya sana serikali ya Tanzania inajitahidi sana kutaka kupambana na ukweli. Ukweli huwa hakuna kitu kinaweza kuzuia. Watanzania wameuawa. Nimeangalia video clip inayosambaa ikitoka katika hospitali ya Mwananyamala. Watanzania wengi wakiwa wameuawa. Lakini serikali wamefanya kila namna kwa kutaka kupambana huo ukweli. Watawala, ni kweli sisi Watanzania mnaamua kutuangamiza, mnaamua kutuzurumu maisha yetu kwa sababu tu ya kudai mifumo huru ya uchaguzi, kwa sababu tu ili mtoto wa rais aweze kuwa naibu waziri, ili mtoto wa rais mstaafu Jakaya Kikwete mtoto wake aweze kuwa waziri, ili wabunge waume kwa wake wajazane bungeni. Ni kweli mmeamua kuzurumu maisha ya watu kwa kiwango hicho katika taifa letu ili mradi tu muwe watawala. Mmeliumiza sana taifa. Na kimsingi kwa maoni yangu mimi, mlipaswa kujifunza katika historia. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na baadaye akaja kuwa rais, Ali Hassan Mwinyi, aliwahi kujiuzuru nafasi yake ya waziri wa mambo ya ndani kwa sababu alikuwa anapinga mauaji yaliyokuwa yanafanyika katika ukanda wa Ziwa Victoria. Akaamua kuandika barua kujiuzuru. Nafikiri badala ya kupambana na ukweli, mlipaswa kusikiliza Watanzania, na Watanzania hawatambui kabisa mchakato wa uchaguzi uliofanyika Oktoba 29. Na kama mngekuwa binadamu, mlipaswa kujutia yaliyojitokeza. Mlipaswa kujiudhuru nafasi zenu na sio kuwapeleka watoto wenu kwa mawaziri na manaibu waziri. Kwa majina naitwa Anton John Bernard, ni mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema wilaya ya Rorya. Ndugu mwandishi wa habari, siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 10 niliitwa kituo cha polisi kule Shirati na usiri wa kituo hicho anaitwa Bwana Chagonja. Nilipofika kituo cha polisi, alinioji kwa makosa kwamba naandaa maandamano na kuhamasisha hayo maandamano ambayo yalipangwa kufanyika tarehe 29. Mimi nilimwambia hayo maandamano si taratibu na wala sijui chochote kuhusu hilo. Aliendelea kukomana mimi kwamba mimi ni mratibu wa maandamano hayo, na baada ya malumbano iliyochukua kama dakika 30, aliamua kunifukuza ofisini kwake na kuniambia kwamba nikiendelea na kuratibu hayo maandamano atanipoteza. Tuliachana hivyo na mimi nikaondoka kuendelea na shughuli zangu. Ilipofika tarehe 27 majira ya saa 3 usiku, nilipigiwa simu na mke wangu kwamba kuna watu 4 wamefika nyumbani kunitafuta, wakajitambulisha kwamba wao ni jeshi la polisi na walivaa kiraia wakiwa na silaha. Hasa nikikumbuka yale ya tarehe 15 na hiyo ya tarehe 27, nilikuwa na wasiwasi sana kutokana na hali iliyopo Tanzania ya watu kutekwa, unachukuliwa kwamba umechukuliwa jeshi la polisi lakini baadaye uonekani na unaenda mazima. Niliamua kuchukua tahadhari na kukaa pembeni. Siku ya tarehe 30 saa 2 asubuhi, jeshi la polisi waliweza tena kufika nyumbani kwangu wakiwa na magari ya polisi na silaha za moto. Askari zaidi ya 20, lakini pia wakunipata nyumbani. Nilipigiwa simu na mke wangu baada ya wao kutoka. Lakini baada ya kutonipanda pale nyumbani, walianza kuwatishia familia yangu kwamba endapo wasiposema nilipo watawakamata wao. Hawakuwakamata, waliondoka. Ilipofika siku hiyo niliamua kuondoka nyumbani kutokana na hali hiyo. Nililazimika kukimbia na kuingia nchi jirani ya Kenya ambapo ndo nilipo mpaka leo hii. Siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 11 majira ya mchana nilipigiwa simu na watu mbalimbali kutoka Shirati na wilaya nzima ya Rorya wakiniambia kwamba jeshi la polisi wamebandika picha zangu kwenye nguzo za umeme. Picha zangu wakampatanisha na majina ya watu wengine kwamba mimi Anton John na wao watu wengine tunatafutwa na jeshi la polisi kwa makosa mbalimbali ya kiuhalifu.
nilijiuliza maneno mengi sana. Nikajiuliza mimi kosa langu nawekwa wanted kwenye nguzo za umeme. Kosa langu ni kuwa mpinzani. Kosa langu ni kuwa mwanaharakati. Nilijiuliza maswali mengi sana bila kupata majibu. Hasa mpaka leo hii tupo nchi ya Kenya. Tumekimbia kama wakimbizi wa kisiasa. Tunaomba hifadhi ya kisiasa sisi wa Tanzania tuliokimbia nchi yetu. Lakini yote kwa yote, nichukue nafasi hii kumwambia anayejiita rais wa Tanzania kwamba wananchi wa Tanzania wamemkataa. Wananchi wamemkataa, na ndio maana hiyo siku ya uchaguzi wananchi wengi waliondoka kwenda barabarani kufanya maandamano. Lakini malipo yao ni kuuawa. Katiba yetu imeruhusu maandamano, tumeandamana, lakini mwisho wa siku watu wameuawa. Wanajaribu kuficha kila kitu lakini wameshindwa. Tumeona picha mbalimbali kule Mount Meru, Arusha, vijana wengi wakiwa wamerundikwa kama mikungu ya ndizi waliouawa. Tumeona kule Mwananyamala na sehemu zingine, lakini jeshi la polisi wanakanusha kwamba hizo ni picha za kutengeneza. Mimi kwa majina naitwa Alphonse Otieno Machira, ni mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa wa Mara. Na kama wenzangu walivyozungumza, sisi hapa tumekuja kwa sababu ya kisiasa. Na nchi yetu Tanzania kwa sasa, tukisema ukweli ni kwamba ile nchi ya amani ambayo ilikuwa inazungumzwa kwa sasa, Tanzania tena sio nchi ya amani. Na sio nchi ya amani kulingana na yale ambayo mmeyashuhudia. Hata ninyi wa Kenya, wa Tanzania, East Africa yote imeshuhudia damu ikimwagika, watu wakipotezwa, watu wakiumizwa, na hiyo hali hata sisi vijana tunasikitika kuona leo hatupo kwenye ardhi ya nchi yetu, kwa sababu tukitaka kuzungumza malipo ya kupewa ni kupigwa risasi, damu zetu kumwagika, kutekwa na mambo kama hayo. Hii imetulazimu sisi, kwa mazingira yaliyopo tumeona sio sehemu salama tena. Ndio maana tumekuja kutafuta hata hifadhi ya namna ambavyo sisi tunaweza tukawa huru, tukaishi kwa kuokoa uhai wetu. Mazingira ambayo yapo kwa sasa, kwa mfano mkoa tu wa Mara kwa sasa ambao nazungumza, kuna vijana wako jela wamepewa kesi ya uhaini. Kuna vijana wako Tarime pale, karibia watu 50 na 52 wako pale. Msoma hivyo hivyo. Yaani mkoa mzima kuna vijana kadhaa kwa sababu tu wanaambiwa kwamba waliandamana. Yaani tupo katika nchi ambayo unaambiwa kwamba una haki ya kuzungumza, lakini ukizungumza unaadhibiwa kwa kupigwa risasi. Na mmeshuhudia, mmeona video clips za watu, hospitali nyingi, watu wameuawa, damu zimemwagika, lakini bado kuna watu wamepotezwa. Ukiwa pale Tarime kuna watu wamepotezwa na walitekwa na hawajarudi. Kuna kijana anaitwa Tolo alitekwa mpaka sasa hivi hajulikani alipo. Kuna watu wamepotezwa. Tunaishi katika nchi ambayo leo ukichagua, lakini wanaofanya maamuzi ni wachache. Kama alivyozungumza mwenzangu, baraza limejaa watoto wa rais, yani rais mstaafu, rais waliopo. Bunge lenyewe limejaa mbunge, mke wake, mbunge, mke wake. Taifa la namna hiyo sio sehemu salama kwa sasa. Kwa hiyo tunasema sisi vijana wa Tanzania tuko tayari kupigania nchi yetu, hata kama wale ambao damu zao zimemwagika, damu zao hazitaenda bure. Na hata sisi ndio maana tumekuja hapa ili tupate uhifadhi, tuendeleze kupigania uhuru wa haki yetu na uhuru wa nchi hiyo ya Tanzania. Nchi yetu kwa sasa sio sehemu salama, na kama wanasema ni nchi ya amani, kwa sasa hamna amani. Na hata hayo maridhiano ambao mnasikia kila siku wanasema kwamba wanataka maridhiano, huwezi ukaandaa kosa alafu wewe ndo kawa msuluhishi wa kosa. Kwa hiyo hatuwezi tukaambiwa tuende kwenye maridhiano wakati wao ndo sehemu ya kufanya hayo. Sasa hivi mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Lissu yuko ndani kwa makosa kwamba amepewa kesi ya uhaini. Ukisikiliza hata hao ma witnesses wa hiyo jamhuri
wao wenyewe wanajikanyaga, lakini leo yuko ndani. Tumeona siku ile makamu wetu wa chama anakuja kwenye msiba wa Raila Amolo Odinga, baba wa demokrasia, anazuiliwa. Tena anazuiliwa kinyama. Tumeona juzi wamekamatwa, alafu mwisho siku anapewa kesi ya ugaidi, mara kesi ya uchochezi, yani mkiangalia mazingira ambao hata viongozi tu wa chama wanavyoishi kwenye hiyo nchi, unaona kabisa kwamba ni nchi ya kidikteta. Kwa hiyo ni waase vijana. Hata viongozi wetu, hata Mwalimu Nyerere alianza kupigania Tanzania akiwa kijana. Na hata sisi hatujafanya kosa lolote, lakini leo tunaadhibiwa. Hatutarudi nyuma, tutaendelea kupigania haki ya nchi yetu. My name is Giselle Nekesa Simiyu, an advocate of the High Court of Kenya, and we are here today to talk about the plight of our brothers and sisters who have crossed over to Kenya to seek asylum. We know that these rights are enshrined and the frameworks are twofold. One, under international law, and two, under our domestic laws. So the 1951 Convention, the 1967 Protocol, as read in tandem with the refugees laws of Kenya. And we are here to represent them. And on behalf of Professor George Wajakoya, who would have loved to be here, but due to his busy schedule is not here, we just want to reiterate the rights of our clients, that they have been oppressed, they have been intimidated, they have faced political suppression. And we want to say enough is enough. Today I submitted my clients to the authorities in Kenya for registration. We have been there from 9. It's now 5 when we start this press media. And my clients have been intimidated. My clients, as you can see them, they are homeless. They do not know where they will go. They do not know where the next meal will come. And they talk about fear of persecution. They talk about the plight of traveling at night. They talk about inhumanity. We are speaking about a nation that does not care about what their citizens are going through. A nation that is legitimizing arbitrary arrests. A nation that is legitimizing killings. We're saying the youth will not stop fighting for constitutional reforms. We will be on the forefront and we shall not be intimidated. And I have to thank the players like Professor George Wajakoya, who has housed them, who is taking care of them. And we want more leaders to come up and speak about these issues, the cleansing of a generation. And we shall not be intimidated by the government people. And we are here to represent them. What we want now is for them to be protected. We beseech the government of Kenya, the Right Honorable President William Ruto, to please take them up, to cater for them, because one person alone is not enough. We call for all international players, Amnesty, UNHCR. It is not supposed to be seen as if they are toothless bulldogs. They're supposed to be in the forefront, fighting for my Tanzanian brothers and sisters. And we shall not stop here. As legal professions, I beseech you to take up Tanzanians who are coming and crossing into Kenya. The refugees law, they are clear. And we want to say that we want to see their registration done and speedily as per the Constitution, Article 47 on fair administrative justice. Article 28, 29 on human dignity. These are our brothers and sisters, and we are saying we have to help them. As much as countries have sovereignty, they are not allowed to go against human rights.
We shall not support arbitrary arrests. We shall not support kidnapping. We shall not support the cleansing of a generation. We are urging the government to, instead of killing the youth, listen to them. These are the leaders of tomorrow. And we urge all governments, all international players, private individuals to come and volunteer and support my brothers and sisters.